Mume wangu, hivi unajua sielewi kabisa. Vitu vipi kwa mke wangu? Hivi hili swala la kwenda kuwaambia dada zako kwamba mimi sitaki kwenda kwa mganga, yani ukiniambia mambo ya kwa mganga mimi ndio sitaki, maana yake ni kitu gani? Sasa mke wangu hapo kibaya ni kipi? Nimefanya kosa gani hapo? Nimewapa taarifa ndugu zangu bana, mke wangu hataki kwenda kwa mganga. Kwa hiyo unachukulia tu simple kwamba wewe uonekane mzuri kwao, mimi ndio kila siku niendelee kukandamizwa. Kwa nini unani huruma? Yaani haya niliyokuwa nayo yananitosha. Unaniongezea matatizo mengine. Shida ni nini? Sasa kuna baya gani? Umepungukiwa nini? Ungewaambia ukweli kabisa ndugu zako, jamani ananishauri sana wifi yenu mimi nimpeleke kwa mganga, lakini mimi ndo sitaki. Ungewaambia hivyo. Nini maana ya kuanza kunibebesha mimi lawama? Kwa hiyo yote, matusi yote, maugomvi yote yanayotokea kwa ndugu zako, wewe unaonea imani yoyote wala huruma hauna kwangu, si ndio? Mimi sijapenda na sipendi. Kwa nini kila siku mimi, yani wao wanikandamize na wewe tena mume wangu unikandamize, na hali ya kuwa unajua ukweli kila siku mimi nalia na wewe hapa. Mume wangu twende kwa mganga, hadi nataka kutoka nyumbani kwako. Lakini eti leo hii unakaa kwa dada zako unawaambia wifi yenu namwambia twende, hataki. Hivi ni kweli? Tufanye, nimetambua kosa langu, sawa. Naomba unisamehe kwa hilo mke wangu. Kayamalize kwanza na dada zako ndio uje yamalize kwangu. Hili swala limeniuma na litaendelea kuniuma. Kama unataka yaishe, nenda kaanze kwa dada zako, kakiri huu kweli. Mimi sitaki kabisa mambo hayo. Sasa mke wangu, mimi na wewe ni tuko hapa tunazungumza. Unaniambia nikaongea na dada zangu. Mke wangu, kitovu, kuna watu hawana huruma. Kitovu. Neema, ni jambo gani ambalo limekufanya umenitoa nyumbani mpaka huko ambacho tumeshindwa kukiongea nyumbani? Una tatizo gani wewe? Kala, ni kweli nimekuita. Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Lakini hicho kitu nataka nikwambie Kala, usimwambie mtu yeyote. Kala, mimi nimechoka na hayo maisha tunayoishi pale. Nimechoka kufanya hiyo kazi. Mimi nahitaji kutoroka niende nyumbani. Lakini ndio hivyo. Unaambia unapoenda mjini umetafutwa kazi. Mwe mnafikiria pia. Kwa sababu siku hizi watu ni wengi sana na wamekuwa waongo. Ni kweli napata hela, lakini mimi nimetoka nyumbani. Sikuaga nyumbani kwa nakuja kufanya hii kazi. Nyumbani wanajua nafanya kazi nyingine, kazi ya saluni. Lakini nijabu nafanya hii kazi. Hii kazi haikubaliki popote. Sisi kama mama yangu akijua nafanya hii kazi, itakuwa ajabu sana. Ndio maana mimi nahitaji tu nirudi nyumbani nikatafute kazi nyingine hata huko nyumbani. Lakini unapaswa kufanya kitu ambacho moyo wako unakusukuma kufanya, ambapo unajua utapata amani. Kama jambo hilo linaweza likakupatisha amani kwa kufanya hivyo, sina cha kushauri zaidi. Nauli unayo? Ndio, nauli ninayo. Unafikiri nitawaza yote hayo wakati nikiwa simejipanga? Nauli ninayo. Basi sawa, kama ni kitu ambacho kinakupa amani, ni bora ukafanya hivyo. Halo? Madam. Tupo hapa nyumbani. Hapa mazingira, hapa nje tupo hapa nje tunakuja. Tunakuja. Bali zako. Ndio mwanangu, siku hizi umebadilika wewe. Na nini tena? Nimesikia habari zako, umekuja yani una wiki sasa hivi. Ni kweli. Na kitu kama wiki, lakini kila nikisema naenda leo kesho nikaona siku zinazidi kwenda. Kwa leo nichukue maamuzi ya haraka zaidi nije nikutembelea mama. Mwanangu karibu, naona mambo sio mabaya. Umebadilika, umependeza. Asante. Au ndio umeoa kwa kimya kimya kwa bila kutuambia mama zako? Hapana mama. Tiba ya kuoa bado japokuwa mitana nishawishi kidogo. Sawa, karibu, si tupo. Vipi mama naye? Jambo. Mama yako yupo, lakini sasa hapa katoka asubuhi kama unavyomjua mama yako. Ndio hivyo tu mwanangu. Ujio wangu mkuu nimekuja kwa mjomba pale. Kuna masuala tulizungumza kupitia haya mambo ya mashamba.
mwanao safari inahitaji nijikite kwenye swala zima la kilimo. Kwa tulifika tukazungumza na akaniahidi kuwa mashamba na uwezekano ukapatikana, basi nami vivyo nikapata sehemu ya kuweza kulima. Sio wazo baya, wazo zuri. Na mjomba wako mandhari mmeshaongea, mmeshapanga, basi jambo la heri hilo mwanangu. Vipi? Kuna nini kinaendelea hapa? Hapo kuna tupati, kuna ugali. Nilimwita mama yako, lakini sababu wewe ndio umeanza kufika, basi utakula afu mama yako tukampikia mwingine. Kisa kitovu, kuna watu hawana huruma. Kitovu, kisa ni nini? Ni kisa Mama. Sawa. Wangu, punguza mawazo. Hayo mawazo kila siku nakupigia kelele. Punguza mawazo mke wangu. Sio mawazo, nakwambia nimeota ndoto mbaya. Mtoto yuko hapa. Mwacha mawazo, ndo mambo ya asubuhi mchana ya vitu. Kama na mamovie mnaoangalia na picha ndo mwisho wa siku ndo kama haya matukio usiku. Unawezeka. Jana hivyo unawezeka. Leo tena. Sasa kila kitu. kisa kitovu, kuna watu hawana huruma. Kitovu, kisa ni nini? Ni kisa Vipi? Madam nimemkuta. Madam hayupo. Na ana wiki mbili sasa hivi anaonekana hapa nyumbani. Yaani ana bahati. Leo nilikuja kivingine hapa nyumbani kwake. Na kama ningemkuta lolote lingetokea. Sasa basi umwambie hatavokuja muda wowote, maana mimi ananikimbia. Mimi ndo Mariamu, sitapeliki kijinga jinga. Si umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Kwani kuna shida gani? Namdai mzigo wangu. Sasa basi akija bosi wako naomba mpe taarifa kuwa nilikuja, na kama ningemkuta je tungegombana sana. Sawa, nimekuelewa, nitamwambia. Ndio hivyo, nishakwambia wakija umwambie. Dada, sielewi kabisa. Hivi unajua siku hizi mimi usingizi wangu umekuwa mang'amng'amu. Yaani nikilala kama silali, nisipolala kama nimelala, yaani sijielewi. Hiyo lazima ikukute mdogo wangu. Kwa mambo ambayo unapitia na changamoto ambayo unakukuta. Yeye anakusipunguza mawazo. Hadi nakuwa unaanza kukuona mdogo wangu. Dada, mimi sielewi. Yaani nikilala naota ndoto za ajabu. Mara niote watoto. Mara niote sijui niko wapi. Yaani naota watoto wananiita. Hivyo shehe kuitwa na mtoto ndotoni dada wewe. Hiyo hali haijawahi kunikuta na naombea sinikute. Lakini hali mbaya. Na naona katika situation ambayo inakukuta, yani kitu ambacho unafikiria. Unajua kuna kitu ambacho ulikuwa unatarajia. Kwa hiyo mawazo na fikra ndio zinajenga kitu kama hicho. Lakini hali hatari sana. Tuombe Mungu. Sawa dada. Mimi nashukuru kwa kuzidi kunitia moyo. Lakini uelewe tu ndugu yako niko katika hali mbaya, niko hoi tambani, ikiwezekana huyo mtu umpigie tu simu shehe. Hawahi tu hata kwa ajili yangu.
Naona kadri siku zinavyozidi kwenda nazidi kuteketea. Mwisho utakuja kunikosa. Hali yangu ni mbaya. Usiseme hivyo mdogo wangu. Yule Shemi tayari nishaongea naye, ameenda Zanzibar kufanya kisomo pia. Maana ni kama kazi yake. Akirudi tu, siku ambayo atatia mguu tu hapa, lazima nikupeleke. Yaani nitangia siku ile niongee na wewe. Sipo sawa, usinione hivi. Kwa sababu jambo lote likukuta baya kama limenikuta mimi. Maana si ni ndugu. Sawa dada. Ila ninayopitia uyaweke tu akilini, uende nayo. La sivyo usije ukanikosa ukaanza kusema sijui nini, lakini ya kwangu yote ya moyoni nimeshakwambia dada yangu. Pole sana mdogo wangu. Tuan tukapike. Wewe tena unapenda kula. Wewe ujanja wa matofali. Na kuona. Tuanze. Kisa ni nini? Kisa kitovu. Kuna watu hawana huruma. Kitovu. Vipi? Hapo nyumbani namna mtu kuja kuniulizia? Kuna muda kweli, kuna baba wawili walikuja kukuulizia. Baada ya muda tena kuna mama akaja pia kukuulizia. Ukoje mama? Sijamkaribu vizuri lakini ni mnene. Mungu wangu. Sawa. Nimekuelewa. Sasa sikiliza nikwambie. Kwa mkoba. Kwa mkoba kuna nguo chafu, kazitoe hapo utaniwekea nguo nyingine sawa. Alafu nitakupigia simu kwa sababu tukutane niwekee mkoba. Hapo kingine ni hivi. Mtu wote anapokuja kuniulizia mwambie madam kasafiri, sawa? Lakini madam wote fika nyumbani. Nitakuja baadaye. Kisa kitovu. Kuna watu hawana huruma. Kitovu. Sasa ndo umefanya nini mwanangu? Amna, vipi? Yaani mwanangu unanigandisha ndichi kule mwanangu, nimegonga makaroti yangu alafu na dakika za mwisho hauna ulichonifanyia, ndo nini sasa? Kwa hata kuniambia yule binti wako hajafika. Sasa kama umuelekeza ningemuona, sasa mbona sijamuona? Kwa mimi nimepata taarifa kila kitu nishamwambia aje huko. Sasa unaponiambia unaona kama unanishangaza eti? Okay, tuachane naye. Basi kama inawezekana nigee tu hela yangu ambayo nimeitoa nikafanyia mambo mengine, kwa sababu mpaka sasa hizi inaonekana biashara umeshindwa kufanya na mimi. Sasa hiyo hela mimi sasa hivi sina. Lakini sasa kwa sababu sina, kwani mimi unanionaje? Achana na hilo bwana. Malizane basi. Wewe achana na mimi. Sikia, pointi ni moja, nigee hela yangu mimi nipite. Kwani tatizo nini? Kwani hapa mimi hapa ninaponiona kwa sababu mimi nakupenda. Nakupenda. Sasa kwa kazi hiyo wewe si nilikuona? Yaani nilikuona, haukunivutia. Alinivutia mwenzako ndio maana hela yangu kwa wepesi sana nikatoa. Lakini usingejua basi na mimi. Kumbuka mimi ndo mkubwa wao. Alafu mimi mwenyewe pia yani nakuelewa ujue. Asikia, mimi napita. Nasepa. Kwani sina mvuto na? Acha na bibi. Ni mwaka mzuri.